Lakini pia kuna yatafanyika mafunzo mbalimbali kabla ya ligi kuanza ya kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu uamuzi, sheria zilizobadilika, lakini pia na mambo yanayohusu tiba. Yote tunataka wale wahusika waweze kupata forum hizo na watu watakao kuwepo. Tabadilisha tena kanuni, tumeongeza kanuni kuhusu mfumo ambao nipende kusema tu tuna zaidi ya 75% mpaka leo kwamba tutakuwa na mfumo wa video support msimu wetu wa ligi unapoanza. Tayari tushakuwa na mazungumzo na kampuni ambayo tulielekezwa na FIFA na kafu ya nchini Portugal. Siku yote kuanzia leo watawasili hapa. Watakapowasili tutasaini MOU, lakini watakuja na vifaa vyao, tutafanya mafunzo. Bahati nzuri baadhi ya waamuzi wetu wamefuata mafunzo, lakini ukiangalia ni grupu dogo lile. Kuna wengine tena watafanyiwa mafunzo ili kuweza tunapoanza ligi tuweze kuanza na video support. Video support ni mfumo ambao uko chini kidogo ya VAR kigharama. Vifaa vyake sio gharama kubwa sana, ni affordable. Tunaweza sisi kwa level ya ligi yetu tuliofikia tunaweza, lakini pia video support inatoa nafasi kwa wahusika, timu zilizoko uwanjani kuomba kufanya review. Ukiondoa VAR, aidha ni referee au watu walioko VAR room, lakini VS video support, football video support inampa room, wanasema kocha kuomba kwamba tukio fulani lirudiwe. Wachezaji ndani mle wakiona wanamshtua kocha wao, kutakuwa na ishara. Tutafanya na mafunzo pia makocha jinsi ya kufanya. Watapeana ishara, watamuomba force official anamwambia referee. Ni lazima referee asikilize, aende akaangalie. Kila mechi watapewa sloti 4. Akiomba sloti ya kwanza, referee akikubali, bado atabaki na sloti 4. Lakini referee akikataa, akaenda pale akireview tukio lile, akiona sio kweli, slot imepotea, atabaki na 3. Sijui mnanielewa? Hazijawekwa nyingi sana, zingekuwa nyingi sana tena itakuwa vurugu, kila saa watu wataomba tu. Kwa hiyo hizo zimewekwa at least minimum. Lakini ya kwetu tumekwenda mbele zaidi, tumeweka wanaita visual offside line. Tumeiweka na ile system inapiga na mstari kwenye review pale, itaonekana kwamba hii ilikuwa offside, sio offside. Tunakwenda. Kwa hiyo angalau kwa hayo machache, mengine nitakapouliza kama kuna ambalo, lakini naona haya ilikuwa ni muhimu ya kuongea. Mengine tutaendelea kuambizana, kwa sababu mimi siwezi leo hapa nije nizungumzie jambo la upangaji matokeo. Sijui mimi kuna upangaji matokeo, na kama unasema kuna upangaji wa matokeo, ina maana una undergrade ligi yetu kwamba hata huyu bingwa aliyopatikana sio bingwa halali. Kama una hizo evidence zilete, au nenda kwenye vyombo ambavyo vinahusika. Hayo mambo ya kudhania, kusema tu huyu mtu nini kapitwa, huyu kapanga matokeo au nini, please, tutakuwa tunaenda sehemu ambayo sio. Swala la betting tunafanyia kazi, yanazungumzwa kwamba watu wameingia kwenye betting, wanatajwa kwamba kuna wachezaji, kuna makocha na kuna waamuzi. Tumesikia haya, na
kuna baadhi ya waamuzi tumepata mpaka taarifa kwamba wana vioski vya betting, tumewaondoa, hawapo kwenye line up. Lakini hao waamuzi tumewaondoa, nyinyi ndio mnakuja huko mnatumiwa kwenye message, huyu mwamuzi sio kaondolewa sijui nini. Sasa unajua kuna vitu vingine, ili kuwa salama zaidi tunaamua kwamba huyu apumzike. Sasa utakapotaka taarifa huyu mwamuzi kwa nini kapumzika, Ndimbo yuko hapa akwambie hapana, kwa sababu sasa tumeamua mpira wetu uwe salama, hatuna evidence. Kwa hiyo angalau huyu mtu apumzike. Sasa wewe utakaa na maiki yako huko, baba Paris yuko nini, nyinyi ndio mnayetuambia, lakini sisi tunaamua apumzike. Kwa hiyo tunakwenda, na ndio hayo tunakwenda. Ndio mengine si ajabu wewe sasa hivi umesema kwamba isibati. Mimi kabla ya kikao hapa nimezungumza mimi kwamba sisi imeletwa mapendekezo, nikasema si ajabu mmewakera hao watu huko, ndio maana wakatuletea huko kanuni, na michakato ya kanuni imeenda. Sisi hapa kamati ya utendaji ndio ilikuwa ya mwisho. Jana sisi ndio tumeona hiyo rasimu, jana ndio tumepitia, tukapitisha, tuliona, tukaongeza ambayo tumeona yanahitaji kuongezwa. Kwa hiyo hilo tumeliondoa, kwa sababu waandishi ambao walimisbehave tuliripoti, tulipata ushirikiano. Sasa wewe hapa bado unaliuliza sijui isibati, lakini nilishazungumza. Au kama umechelewa basi wenzako watakupa taarifa, mimi nilishalizungumzia. Ndio jambo la kwanza ambalo nilizungumzia. Sasa hii rushwa na upangaji matokeo, tutaomba tukimaliza hapa njoo pale uniambie, unipe evidence, nitakusaidia mimi.